Haya ndiyo mambo matatu ambayo Diamond Platnumz pamoja na Tanzania wamenufaika nayo kutoka kwenye show ya Fally Ipupa iliyohudhuriwa na watu 80,000. Jambo la kwanza ni Diamond Platnumz kuweza kuandika historia. Ngoja nikupashe. Diamond Platnumz aliachia ngoma yake ya Inama Mei 3 mwaka 2019. Sasa siku ya Mei 3 mwaka 2026 kwa mara ya kwanza yeye na Fally Ipupa wameperform ngoma hiyo live, ikiwa ni miaka 7 imepita tokea kuachiwa kwa ngoma hiyo katika tamasha la Fally Ipupa ambapo alikuwa anasherehekea miaka yake 20 kwenye muziki. Jambo la pili ni kukua kwa thamani ya Diamond Platnumz. Diamond Platnumz ameweza kusimama katika jukwaa ambalo wameingia watu 80,000 ambao kiwango cha chini cha thamani cha mtu kuingia katika tamasha hilo la Fally Ipupa kilikuwepo ni euro 63 ambao ukichange kibongobongo ni takriban 195,000. Hii maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Diamond thamani yake imepanda kama amekuwa na uwezo wa kusimama katika jukwaa ambalo kiwango cha chini ni 195,000. Basi kwa promoter ambao watakuwa wanamhitaji Diamond sasa hivi wajue wanaenda kudili na mtu ambaye ana experience na ni mtu ambaye ana value kubwa katika soko la muziki wa Afrika. Jambo la tatu ni diplomasia ya Bongo Flava. Kupitia ngoma ya Komasava ambayo Diamond ameweza kuicheza pamoja na Inama, ameweza kuunganisha ladha ya muziki wa Bongo Flava pamoja na ladha ya muziki wa mataifa mengine, kwa sababu katika show hiyo ameweza kuhudhuria watu tofauti tofauti. Maana yake ni nini? Diamond ameweza kuuza bidhaa ya Bongo Flava katika soko la Ulaya. Hii maana yake ni kwamba Diamond ameweza kufungua milango kwa wasanii wengine kutokea Tanzania kuweza kufuatiliwa na kuuza muziki wao katika soko la Ulaya. Sasa nadhani mpaka hapo Diamond Platnumz ameweza kuonyesha kwa nini yeye ni namba 1 katika muziki wa Bongo Flava nchini Tanzania. Msogee kwenye upande wa comment hapo chini alafu niambie, je, wewe kama shabiki wa muziki mzuri umepokeaje show ambayo Diamond Platnumz ameweza kuifanya kule Ufaransa? Binafsi mimi na enjoy sana kuona muziki wa Bongo Flava ukizidi kuchanja mboga. Naendelea kufahamika kama Dijumbo, toto la kipare lenye mbwembwe na nyodo. Until next time, bye bye.